Naomba nitumie nafasi hii kuungana na viongozi wenzangu, kwanza kumshukuru Mungu ambaye imempendeza kukutana leo hapa Social Hall kwenye mkutano wetu mkuu wa kikatiba wa CWT wilaya ya Songwe. Lakini ndugu zangu, naomba pia niruhusu nitumie nafasi hii kuwapongeza sana viongozi wa CWT, kwanza wilaya chini ya mwenyekiti wetu pamoja na katibu na uongozi mzima pamoja na kamati tendaji kwa maandalizi mazuri ya mkutano huu. Hakika walimu wenzangu mmependeza sana. Pili, mwenyekiti wetu wa mkoa na katibu na timu yako mmeendelea kuipa serikali yetu ushirikiano wa kutosha wakati wote. Takumbuka mwaka 2023 tulifanya jambo hapa niliona namna ulivyoshirikiana viongozi wenzako wanaokusaidia ngazi ya mkoa pamoja na viongozi wangu wa wilaya chini ya mwenyekiti na katibu, tulivyofanikisha lile jambo. Halikuwa jambo dogo kwa sababu lilifanyika kimkoa katika wilaya yetu ya Songwe. Naomba nitumie nafasi hii kukupongeza wewe pamoja na timu yako ya mkoa, lakini mpongeze mwenyekiti pamoja na timu yake ya wilaya kwa ushirikiano mkubwa mlioonyesha katika kipindi chenu cha miaka 5 mnayomaliza leo. Ndugu zangu, la pili, naomba nitumie nafasi hii kumshukuru sana na kumpongeza rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa awamu ya 6 Daktari Samia Suluhu Hassan. Rais wetu ameendelea kuwa karibu na walimu wakati wote. Nyie mnafahamu walimu wenzangu, kwa kipindi cha nyuma mlikuwa na kilio cha kupandishwa madaraja kwa muda mrefu. Mlikuwa na kilio cha kuongezewa mshahara, ni pamoja na kulipwa malimbikizo yenu mbalimbali. Lakini toka Daktari Samia Suluhu Hassan aingie madarakani katika kipindi chake cha miaka 4, watumishi zaidi ya 828 wameshapandishwa madaraja. Lakini pili, ameendelea kulipa stahiki zenu, ni pamoja na malimbikizo ya mishahara, fedha za likizo. Lakini kana kwamba haitoshi, kipindi cha nyuma tulikuwa na changamoto kidogo ya kuwaajiri walimu pamoja na watumishi wengine. Lakini toka aingie madarakani ameendelea kutangaza nafasi za walimu na kuwaajiri walimu. Sisi wilaya ya Songwe tumeshapokea zaidi ya walimu 194 katika kipindi cha uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Ndugu zangu, walimu wa wilaya ya Songwe na mkoa wa Songwe kwa ujumla, Daktari Samia Suluhu Hassan ameendelea kutupia jicho kwenye kada ya ualimu. Kwa kipindi chake cha miaka 4 katika wilaya yetu ya Songwe tumeletewa zaidi ya shilingi bilioni 45, fedha ambazo zimetumika na hata sasa zinaendelea kutumika kujenga madarasa, kujenga mabwalo, kujenga maabara, lakini pia kujenga nyumba za walimu pamoja na ofisi za walimu. Tumeshuhudia katika wilaya yetu, hivi ninavyozungumza na ninyi, tuna shule pale Ng'ambo Isechi tumeletewa zaidi ya shilingi bilioni 1.6, ni shule ya mkoa. Haya yote ni mambo makubwa na mazuri ambayo ameyaonyesha Daktari Samia Suluhu Hassan kwa walimu, lakini pia kwenye kada ya walimu. Ndugu zangu walimu, nafahamu mkutano huu una agenda 2. Ya kwanza ni kupokea taarifa ya wilaya. Agenda ya pili ni uchaguzi. Ninyi ni chama mama, mmeonyesha mfano, mmeendelea kufanya kazi vizuri kwa kipindi chote chama hiki toka kianzishwe. Lakini kubwa kuliko yote, mmeendelea kufanya kazi kwa karibu na serikali, hususan katika kipindi hiki cha miaka 5. Lakini kwa kipindi hiki cha miaka
Mmeendelea kuipa serikali ya awamu ya 6 ushirikiano wa kutosha. Ndio maana tunaposimama mbele yenu kama serikali kuwaeleza kazi kubwa na nzuri, mambo mengi yaliyoshughulikiwa ya walimu na Daktari Samia Suluhu Hassan, ni kwa sababu ya ushirikiano mlioutoa kupitia viongozi wenu wa mkoa, wa wilaya na wa taifa. Mwisho, ndugu zangu walimu, leo tuna jambo letu la uchaguzi. Tunawachagua viongozi. Viongozi wote wamezungumza hapa. Mwanasheria amezungumza, Mzee Hamadi amezungumza, maafisa elimu wetu wote wamezungumza vizuri sana kwamba leo tuna kazi ya kuwachagua viongozi wetu. Na Biblia inasema, nafikiri pia hata Qur'ani, kiongozi yeyote yule au mamlaka yeyote tunayoiona kwenye dunia hii inatoka kwa Mungu. Na kwa mantiki hiyo, ni wawakilishi wa Mungu kwenye jambo hili. Usifikirie utakapochukua kalamu ukaenda kutiki jina la mgombea wewe ndio umefanya ile kazi. Hapana. Ndio maana wakati mwingine unapoenda kupiga kura lazima utafakari. Inawezekana ulipotoka kule nyumbani ulitoka na jina lako mfukoni, lakini ukifika pale kwenye ile hatua ya kutiki unaanza kufikiria, hivi nifanyeje hapa? Kuna kitu kinakwambia hebu fanya hivi, hebu juu, hebu chini, hebu katikati. Yule ni Roho wa Mungu. Sasa ili tuendelee kuimarisha chama hiki, ili tuendelee kuimarisha mahusiano, lazima tuwachague viongozi waadilifu, waaminifu na wachapakazi. Amezungumza afisa elimu sekondari kwamba wapo watu ambao wamejaliwa kuzungumza, kuomba kura mbele ya wajumbe, lakini lazima tupime anayoyazungumza na mienendo ya maisha yake vinafanana. Je, historia yake ikoje? Kwanza pale shuleni anaishije na walimu wenzake? Anaishije na wanafunzi? Hata sisi tumesoma huko, tunajua, tunawafahamu walimu vizuri. Tunawafahamu walimu ambao wana mahusiano mazuri na wanafunzi, wana mahusiano mazuri na walimu, wana mahusiano mazuri na jamii inayowazunguka. Tunataka viongozi wa aina hiyo. Alikuwa tunahitaji viongozi ambao wanaguswa na shida za wale wanaowaongoza.